wake, kwa sababu hao mitume ambao ndio walio wamekuwa msingi. Sisi kumbuka, maandiko yanatuambia sisi tuko juu ya msingi. Msingi wa kanisa ni msingi wa kanisa la kwanza ambalo la mitume. Sasa mitume wengine walikatwa vichwa, wengine walichunwa ngozi. Wewe ulipo unasubiri kunyakuliwa, unasema utanyakuliwa, afu baada ya hapo watakaookolewa tu wenyewe ni wale Israeli. Embu toa tu maandiko. Mimi nakusomea maandiko hapa kadhaa. Katika Waebrania 12 mstari wa 4 anasema hivi: hamjafanya vita hata mkimwaga damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita mkimwaga damu mkishindana na dhambi. Hamjapambana kwa sura hiyo, ila mnasubiri kunyakuliwa. Sijajua pengine kama ziko Biblia mbili, simama subirini mnyakuliwe. Lakini swali tu jepesi la kujiuliza, ataitwa mpinga Kristo, mpinga wa Kristo. Atapinga wa Kristo wepe wakati mmenyakuliwa wa Pentekoste? Mmenyakuliwa wa Kristo, atapinga wa Kristo wepi? Nataka nikwambie wale wanaoitwa wapendwa leo, watakaoachwa, ninadhani ni wachache sana wataweza kuvumilia mateso ya mpinga Kristo, ila wale ambao pengine kwa bahati mbaya tu kaangukia mahali pasipo sahihi, halafu nia yake na mtafuta Mungu, atakaposhituka atasema siwezi, naendelea mbele. Lakini wengi wanaoshindwa katikati ya neema hii, katikati ya uwezo wa kimungu, katikati ya mafundisho haya, sielewi utafanyeje. Shalom mtu wa Mungu. Nafahamu sina sifa za kuweza kumjibu moja kwa moja Mchungaji Mzee Magembe. Niseme kwamba kuna mafundisho ambayo pengine nimeona yakiendelea sana siku nyingi katika zamani tulizo nazo, ila nimeelewa ni mafundisho ambayo kwa sehemu kubwa hayawezi yakazaa product ya kimungu. Kwa sehemu kubwa yanazalisha watu ambao wanakuwa wazembe, wanakuwa holela, wanakuwa ni watu hawana uwezo wa kuzipinga hila za adui shetani. Maandiko ndivyo yanavyotuambia kwamba zipingeni hila za adui shetani. Sasa nafahamu kama nilivyoweza kutangulia, kwanza sina sifa stahiki za kuweza moja kwa moja kumkosoa mzee wetu Magembe, aidha kwa sababu ya umri wake, lakini pia umri wake pia katika masuala ya kihuduma. Wametanguliwa, wamekuwepo tokea miaka 60, sisi wengine tumekoka hivi karibuni. Lakini mimi nahisi ukubwa si umeokoka mwaka gani. Ukubwa nahisi ni ufahamu wako kuwa imara au kuwa stable zaidi ya walioweza kukutangulia. Yesu aliwakuta Mafarisayo wakiwa wanahubiri vitu visivyo halali ambavyo wao walizani kana kwamba hivyo ndo injili na ndo mfumo wa uchamungu. Lakini Yesu alipokuwepo alikosoa na kusema hivi mnavyovisimamisha wala si njia ambayo Mungu pengine alitaka tupite, na mwisho wa siku ikaja ikawa shida mbele. Sasa anyway, mimi nisiongee hayo kwa sababu mada yangu sio hiyo. Nachotaka niongee kuhusiana na, nimeona fundisho hili la mzee Magembe ambalo anasema kwamba mpinga Kristo atakuja na kanisa litanyakuliwa. Atakaweza kuokoka au kuokolewa ni wana wa Israeli peke yake. Sasa sijajua pengine ni kwa tafsiri ya Biblia gani. Nafahamu theolojia kwa sehemu kubwa, kusomea Biblia ndivyo vilivyozalisha product hii, lakini kwa mujibu wa maandiko na kwa mujibu wa Biblia, mimi nawahakikishieni kuna mafundisho fulani ambayo Wapentekoste wengi tumeyabeba. Mimi mwenyewe nimelelewa chini ya AGT kwa muda fulani, kwa naelewa mafundisho haya yalinifanya kuwa mtu wa sura gani au mtu wa tabia gani. Unajua, ukiandaliwa kukabiliana na adui yako unayemjua moja kwa moja, utamkabili kwa sura inayotakiwa. Lakini ukipigana na adui ambaye wewe hujui yuko wapi, anafanya kazi kwa sura gani, mwisho wa siku unaweza ukajikuta wewe ukawa upande wa adui yako na ukawa unamtetea na kuungana naye mkono na kuwapiga wale ambao pengine wanampiga huyo adui. Hebu kwanza nianze kwa kusoma maandiko haya au andiko hili. Tujioje kwanza huyo mpinga Kristo ambaye ndiye atakuja kwa mujibu wa alivyokuwa anafundisha mzee Magembe. Mpinga Kristo amesema atakuja, lakini wakati huo kanisa litakuwa limenyakuliwa. Sasa hebu kwanza nisome andiko ili afu nioje swali fulani hivi. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 4, nianzie tu mstari wa kwanza. Nasema hivyo, penzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Mstari wa pili sasa nasema, katika hili mwajua roho wa Mungu, kila roho ikilio kwamba Yesu Kristo imekuja katika mwili yatokana na Mungu. Mstari wa 3 anasema, kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo imesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Huyu mtume ambaye ni Yohana
anasema kwamba roho ya mpinga Kristo imekwisha kuwapo. Hapa anazungumza maneno haya ni miaka 2000 imepita. Hapa tunapoongea ni miaka 2000 imepita, kwa sababu sisi tuko kwenye kizazi ni baada ya Kristo alipokuwa ametokea, miaka 2000 iliyopita, miaka 2000 iliyopita. Sasa leo hii tupo kwenye dunia ambayo tunasema mpinga Kristo atakuja, lakini hapa yeye anasema wapinga Kristo au mpinga Kristo sio mmoja. Anasema labda nirudie mstari wa 3, isikia tena vizuri. Hii Yohana wa kwanza 4 mstari wa 3 anasema, na kila roho isiyomkiri Yesu haitokani na Mungu, na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo ambayo mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Sasa kuna mahali pengine hebu acha nisijadili mada, ila tunarudi kusema kwamba roho ya mpinga Kristo huyu mtume Yohana anadai kwamba imekwisha kuwako. Hiyo ni miaka 2000. Sasa hivi tunazungumza ni miaka 2000 imepita. Sasa tukisema sisi mpinga Kristo atakuja kwenye dunia gani? Huyu anayetajwa hapa ni mpinga Kristo yupi, na sisi tunamsubiri yupi? Hilo ni swali moja hapo la kujihoji. Ndio maana nimesema kuto kumjua mpinga Kristo kunaweza kukakufanya ukaa adui namba moja wa watu ambao wanapigana na mpinga Kristo. Wewe ndo unaweza ukaa unasimama nyuma ya mpinga Kristo na kujikuta tayari wewe unakuamka. Nisome mahali fulani katika nisome mahali fulani hapa ambao walimshinda sasa mpinga Kristo kwa sehemu, au ambao walimshinda, sababu mpinga Kristo tukubali tu ndio kwa tafsiri sasa kuzitafsiri kwamba ni shetani au ni roho ya kishetani itakuwa inatenda kazi juu ya mwanadamu. Sasa huyu, kuna tafsiri ambazo zipo ambazo zinasema baada ya kanisa kunyakuliwa ndipo atakuja. Huyu aliyekuwepo wakati huo ni yupi? Ni yupi? Sasa ngoja nikuonyeshe waliowahi kumpinga au kumshinda shetani kwa sehemu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12, nisome tu mstari wa 11, sema hivi, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao wakupenda maisha yao hata kufa. Hawa ndio waliomshinda shetani. Shetani ifahamike, yeye huyu mpinga Kristo atatenda kazi kwa nguvu ya shetani. Huyu mpinga Kristo atatenda kazi kwa nguvu ya shetani. Hawa waliomshinda shetani, na imeandikwa kwamba wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hichi ndo kipimo chepesi cha watu ambao walimshinda shetani au hila za shetani. Hawakupenda maisha yao hata kufa. Mahali pengine utamsoma Yesu, imeandikwa kwamba mtu akitaka kunifuata na ajikane. Kipimo hichi cha product ya watu waliokoka kwenye dunia hii tunayokaa sasa hatuko nacho. Ngoja nikuonyeshe maandiko fulani. Hatuko na hicho kipimo, yani tukubali tukatae. Kipimo cha watu wa dini ambao wako tayari liwakute lolote, ila tu sio kupongeza vitu fulani ambavyo vinakuwa vinafanyika vya ovyo ovyo. Ifahamike katika kitabu cha Danieli ile sura ya 3 pale utawakuta vijana walikuwepo akina Shadraka, Meshaki na Abednego ambao wao walipingana na mamlaka hizi za dunia zilizokuwa zinajaribu kusimamisha upumbavu. Utakuja utaona tena mitume, kuna mahali ambapo walisema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Sisi mbona hatuongee? Kuna siku niwahi kumuona mzee wetu Magembe, ilitolewa klipu fulani akanazungumzia kwamba natuma ujumbe huko kwa watawala. Ule ujumbe ule mzee wetu Mbaliko Mwakipesile akaweka kwenye akaunti yake, na alipotuweka vijana wake walikuja juu wakasema toa hiyo klipu, ondoa, usimnani mzee wetu sisi. Sasa unakuja unaona tuna kipimo cha watu fulani ambao wanaogopa kukutana na kadhia na uzia kwa sababu tu ya imani. Lakini Yesu anasema kwamba ikiwa wameweza kufanya mambo haya kwenye mti mbichi, itakuweje kwenu nyinyi mti mikavu? Na maandiko yanasema mtumwa hampiti bwana wake. Yamtosha mtumwa kuwa kama bwana wake, lakini pia anasema mwanafunzi hampiti mkufunzi wake. Yamtosha kuwa kama mwalimu wake, kwa sababu hao mitume ambao ndio wamekuwa msingi. Sisi kumbuka, maandiko yanatuambia sisi tuko juu ya msingi. Msingi wa kanisa ni msingi wa kanisa la kwanza ambalo la mitume. Sasa mitume wengine walikatwa vichwa, wengine walichunwa ngozi. Wewe ulipo unasubiri kunyakuliwa, unasema utanyakuliwa, afu baada ya hapo watakaookolewa tu wenyewe ni wale Israeli. Embu toa tu maandiko. Mimi nakusomea maandiko hapa kadhaa. Katika Waebrania 12 mstari wa 4 anasema hivi, hamjafanya vita hata mkimwaga damu mkishindana na dhambi. Hamjafanya vita mkimwaga damu mkishindana na dhambi. Hamjapambana kwa sura hiyo, ila mnasubiri kunyakuliwa. Sio? Pengine kama ziko Biblia 2 ambazo zenyewe zinasema mtanyakuliwa wa Pentekoste wa kizazi hiki. Sijajua kama ni hivyo. Hebu nikusomee hapa tu kwa sehemu maandiko haya. Katika Waebrania
Hii nilisoma 12 mstari wa 12 mstari wa 4 ambao anasema hamjafanya vita mkimwaga damu mkishindana na dhambi. Sasa narudi 11 Waebrania mstari wa ngapi hapa nikusomee tu kwa sehemu tusikia maandiko haya. Sikia maandiko haya katika Waebrania 11 nianze tu mstari wa 33 asema ambao kwa imani walishinda miliki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, wanawake walipokea wafu wao na waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuuawa, wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhihaka na mapigo na mafungo na kwa kutiwa gerezani, walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendwa mabaya, watu ambao ulimwengu hakustahili kuwa nao, walikuwa wakizunguka katika nyika na katika mlima na katika mapango, katika mashimo ya nchi. Na watu hao wote wakisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakupokea ahadi, kwa kuwa Mungu alitangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora ili wao sikamilishwe pasipo sisi. Yaani wao ili imani yao au wokovu huo au maana halisi ya uchaji Mungu ikamilishwe kupitia sisi ambao tutakuwepo wa nyakati hizi. Sisi tupo kwenye dunia ambao tutasoma mitume walifanyiwa nini, tutasoma wakina Elia walivyokuwa wakikemea tawala za kina Ahabu, walikimbizwa vipi, walijificha kwenye mapango vipi. Sisi yale maandiko ndio inabidi tuyasome, yatutie nguvu, ikiwezekana tukikutana na Uzia na kasia zozote, basi tuwe tuna uwezo wa kustahimili na kusema ikiwa hawa walifanyiwa haya, hata na sisi imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ziki nyingi. Alifanya Mtume Paulo anasema nimefungwa kana kwamba ni mtenda mabaya. Sisi tuko na mzee wetu Mbaliko Mwakipesile, mtoto wake aliuawa na kufungwa gerezani, si kana kwamba ni mtenda mabaya kivile. Hapana, ni kwa sababu ya kusimamisha imani inayotaka usawa. Unajua baba zetu si wa imani, kilichowaua ni walikutana na jamii, mfano akina Yohana Mbatizaji. Kilichowaua ni haya mambo haya ambao unakuta kuna vitu vinafanyika vya ovyo, alafu ukisimama ukisema mambo haya sio sawa, hususan wanaoyafanya mara nyingi ni watawala, hujihisi kana kwamba dunia ni mali yao, wakati sisi dunia hii imeandikwa ya kwamba mwenye haki ni kiongozi cha mwenzake. Vita ya waovu na watu wema siku nyingi imeendelea kwa sababu waovu hawataki kuongozwa na watu wema na watu wema hawataki kupangiwa na watu wabaya. Kwa mfano sasa hivi kanisa hetuwezi ukaliendesha mpaka wao ndo wakupe kikaratasi kinachokufanya ulifai kuwa ndo mhubiri, mpaka usomee si Biblia si chuo ndo unafaa kuwa mhubiri. Na ziko sheria nadhani waliwahi kutunga kwamba si hiyo iko 2000 kama na 10 na ngapi pale nilipokuwa niko EGT, ambao kanisa ambalo halijasomea Biblia litafungiwa. Twende muone. Yako mengi yatasimama, subirini mnyakuliwe. Lakini swali tu jepesi la kujiuliza, ataitwa mpinga wa Kristo. Atapinga wa Kristo wepi wakati mmenyakuliwa wa Pentekoste? Mmenyakuliwa wa Kristo, atapinga wa Kristo wepi? Hayo wenzenu hapa walitiwa gerezani, walikatwa kwa misumeno. Wao nasubiri kunyakuliwa. Pengine imani ziko mbili au Biblia ziko mbili. Ngoja nisome hapa katika Ufunuo 7 mstari wa 13. Anasema vikajibu mmoja wale wazee akaniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani na wametoka wapi? Akamwambia, na nikamwambia, Bwana wajua, Bwana wangu wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika ziki ile iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao kuyafanya meupe katika damu ya mwana kondoo. Wametoka kwenye ziki, wameyafua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo. Tufahamu mavazi ni utakatifu, maisha safi. Ile ndo vazi la wacha Mungu, maisha safi ndo vazi la wacha Mungu. Sema wameyafua mavazi yao katika damu ya mwana kondoo, wanatoka kwenye ziki ile iliyo kuu. Ziki gani? Hebu tukubaliane, walikatwa kwa misumeno, walitiwa magerezani, walijificha kwenye mapango. Ni wakina nani waliokatwa vichwa vyao kwa dawa? Wakina Stefano walipigwa kwa mawe kwenye kunyakuliwa, si ndivyo? Walinyakuliwa. Wakina Stefano walipigwa kwa mawe. Wakina Mtume Paulo wakati wanaisimika imani walipigwa kwa mawe, wakiwa wanawahubiria wanafunzi kwamba imetupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa njia ya ziki nyingi. Nisome hapa katika Timotheo kwa sehemu tu hapa, nikusomea Timotheo. Hata nisome maandiko mengi haya, nisome hapa katika Timotheo wa pili sura ya pili
Soma kuanzia mstari wa 9. Sema nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya. Sinianzie wapi? Hebu anza, acha nisome kuanzia moja, labda itaeleweka zaidi. Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili 2, mstari wa pili anasema, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyosikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, haya wakabidhi watu waaminifu watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemweka awe askari. Hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye tabu ya kazi kuwa wa kwanza kupata fungu la matunda. Yafahamu sana haya ni yanenayo, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu kwa uzao wa Daudi, kama inanavyo injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Hivyo unaiona yasema nimefungwa na kuteswa na kutenda mabaya, kana kwamba mtenda mabaya. Kwa hiyo Mtume Paulo anasema shiriki tabu pamoja nami, anamwambia Timotheo shiriki. Hebu tukubaliane watu wa Mungu, kwani mnakubali kunyakuliwa? Mnanyakuliwa, mnaenda wewe unyakuliwe kama nani? Yaani wewe umefanya nini? Hicho tu kitakachokupa uhalali wa kunyakuliwa. Hebu unasema haya mambo yalikuwepo tu kule. Unajua kuna watu wanasemaga kwamba hii ambayo sisi yazikana tunapingana na wenye mamlaka, tunakimbizana, tunawakemea waache rushwa, waache kutenda mabaya, waache kuua watu, waache kuteka watu. Wanasema haya mambo ilikuwa ni injili ya Israeli. Hebu nikuhoji tu swali jepesi. Sodoma na Gomora ilikuwa ni Israeli? Mbona Mungu aliangamiza? Dunia yetu ile kuangamizwa kwenye kipindi cha Nuhu. Nchi ile ambayo alitumwa Yona aende akahubiri injili ilikuwa ni nchi ya Ninawi, yakaenda Tarshishi. Ile nchi walikuwa ni Israeli wale. Kwa nini munasema mtanyakuliwa? Mnyakuliwa wenyewe kwa kipi? Haya. Pengine nyinyi mmeokoka sana. Mmeokoka sana kuliko mitume. Hebu acha nikuache kwa tafakari hii. Endeleeni kulishana matango poli haya, ila mjue tu mnachokizalisha ni kizazi fulani cha waoga, na Biblia inasema hakiingii kinyonge huko, hakiingii kinyonge, hakiingii mbinguni kinyonge. Inasema kwamba waoga. Ngoja nisome hilo andiko nimalize, katika Ufunuo sura ya 21 kuanzia mstari wa 8 hapa. Anasema bali waoga, inaanza tu na waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote sehemu katika ile zile wakalo moto. Sasa ukisoma kwa makini nasema kwamba hakitaingia chochote kinyonge, hakitaingia chochote kinyonge huko mbinguni mnaposema mnyinyi mtanyakuliwa. Nendeni wa Pentekoste, nendeni wakubwa wa dini, fundisheni sana hivyo vitu, nendeni. Pengine ziko mbingu mbili, pengine ziko mbingu biasema waoga jamaa fani waoga fulani hivi, kukemea yanayotendwa na watawala sasa, kukemea watekaji, kukemea wauaji, ila mnataka mnyakuliwe. Nendeni wa Pentekoste. Si tuko hapa. Nishio kusema ongera kwa kunisikiliza. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliye kutoka nyikani. Anasema itengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Amen.